Kuka Jeremia nipatie kastori. Jamuleki, afana ogopa shida. Kwa nini na vile shida ni mbaya? Utajua tu dhahini kwa nini. Okay. Kijana mmoja alidhomeshwa na baba yake. Akasoma, mpaka kisomo ikatoka na mafua. Halafu akaanza kutafuta kazi kila mahali. Kwa sababu ya kusoma sana lazima yeye alipata kazi mzuri. Shauri yako. Baada ya kutafuta sana, maisha yakawa mazito sana, nguo zikaisha, akawa kama watoto wa mitaani wale wanaitwa shukura. Oi, nimemuonea huruma. Umefanya mzuri Jamlek. Hata Mungu hakumsahau. Basi kama Mungu hakumsahau, hapo ni mzuri. Sasa, sababu ya kukosa kazi, akatharauliwa mpaka na watu wao. Akajitia kitanzi. We nawe, badala ya ungojee upewe stule, unakuwa juaji. Sawa, nimenyamaza, ikawa aje? Sasa akaenda kukaa mbali na kwao. Na makaa yake ilikuwa mahali pa kutupwa takataka. Oi, pole sana kwake. Hapo palikuwa pameshikana na ukuta wa boma mmoja mzuri sana. Ehe. Na mfalme alikuwa amezoea kukutana na watu wakubwa kwa hiyo boma. Oi, sasa akafukuzwa hapo? Hapana, kwa sababu alikuwa anakaa pande ya nje. Basi hapo ni sawa. Sasa wakati mmoja mfalme akiwa ametembea kwa hiyo boma, akaona alike watu wakubwa kwa sherehe. Haya, hapa kunaweza tokea mambo mazuri. Mfalme akaanza kuandikia wale watu barua la mwaliko, akiweka saini yake. Ehe. Na hapo kwa bahati mbaya ama mzuri, upepo ukapeperusha barua moja ambayo ilikuwa imewekwa saini, ilikuwa imebakia jina tu ya mwenye kualikwa. Upepo ni mbaya. Saa ingine ni mbaya, saa ingine si mbaya. Haya. Ile barua ilienda ikaanguka pale, yule kijana alikuwa akikaa. Lakini hakuisoma. We Jamlek, kwani mtoto ni mtoto tu. Yule kijana alichukua ile barua na akaandika jina yake. Oi, kwa nini anacheza na mfalme? Hapana, si nilikuambia Mungu hakumsahau. Sasa, wakati siku ilifika ya wale wakubwa wengine kwenda sherehe ya mfalme, hata yeye akaenda. Atatolewa nje. Mungu akisema amesema. Alienda akaulizwa na askari barua na akawaonyesha. Hata kama hakuwa msafi, hawangemkataa. Na maajabu ni kwamba yeye ndiye alikuwa wa kwanza kufika. Mungu ni mzuri kweli. Kukakaa na wakubwa wengine wakafika. Wakaanza kuulizana, yule naye alitoka wapi na anakaa kama shukura. Wakaulizana kama akona barua ya mwaliko. Kukasemekana ako nayo. Wakafanya aje? Sasa mkubwa mmoja akawaambia, labda mfalme anatupima kwa kumtuma huyu jamaa aone kama sisi ni wakalimu. Mara hapo wakaanza kumpatia pesa. Huyu anampatia 1500, mwingine 200, hivyo. Na hata mmoja akampatia gari. Afadhali ingekuwa ni mimi. Unasema nini Jamlek? Unajua huyu kijana alikuwa analala nje kwa takataka. Kama ni kulala nje hapana. Basi wewe sikiza story, wachana na hayo mengine. Sasa ikafika wakati wa mfalme kuingia. Watu wakafika makofi wakishangilia. Hata yule kijana? Na watu walipoketi, mfalme akawaangalia wote. Na akaona yule kijana hamjui. Oi. Nini Jamlek? Naomba tu wasimfukuze. Washa huzuni. Hakufukuzwa. Mfalme akamuuliza vile aliweza kuingia na watu walikuwa wanaingia na barua. Naye kijana akamuelezea story yote vile alipata barua. Na hata akamwambia vile alikuwa amesoma sana lakini akakosa kazi na ndio maana alikuwa anakaa kama shukura. Oi, kijana wetu. Mfalme akamwambia amekumbuka vile hiyo barua ilipotea. Sasa ikawa aje? Jamlek, Mungu ni wa ajabu. Mfalme akasema hapo kijana awe apadhita wa nchi moja. Kama ni mimi nigaiba, shukrani nazituma kwako Baba. Haleluya, haleluya, haleluya.